waulize maswali. Na maswali yalikuwa magumu wakati mwingine. Kuna wakati fulani nilikuja nikakuta kuna vijana wahadhiri, vijana wakali kweli kweli, waliniweka kitimoto. Na moja alikuwa Profesa Kabuta, akiwa na wenzake Dr. Mvungi, Harrison Mwakembe, Agre Mulimuka. Walikuwa wanauliza maswali magumu. Sikuwachukia, actually wote walikuja kuwa marafiki zangu. Na hiyo ilikuwa inasaidia. Siku hizi kuna kule kuogopa, kuna kusifu. Yaani kusifu kumekuwa kwingi. Na usiposifu unaonekana. Kuna wakati mmoja nilikuwa nasikiliza bunge. Kulikuwa na debate fulani. Ilinishangaza, kila mbunge aliyezungumza hakuchukua dakika 2-3 bila kumtaja rais. Wote. Maana unafikia wakati fulani hawa ni wawakilishi wa wananchi ama ni watetezi wa executive. Nasema good governance, lazima tuimarishe taasisi zile ambazo zina checks and balances. Lakini tunaogopa kulisema. Hata tunavyojenga hivi, unajenga democracy, lakini unayowaambia wananchi, unayowaambia huoni kama ni democracy. Huoni kama ni democracy. Nchi hii tumegawa vipande kwa sababu ya administration. Tulipata uhuru tukiwa na mikoa sijui 8, 9. Nilikuwa mingapi? 8. Sasa bara tuna mikoa 26. Imetokana na hiyo 8. Tulikuwa na wilaya chache, sasa ni nyingi. Maana mimi natoka Mara. Mara wakati ule ilikuwa ni wilaya moja tu. Sasa tuna wilaya 7 kwa Mara. Tuna tarafa nyingi. Tuna vijiji vingi. Tuna vitongoji vingi. Kijiji changu ambaye nimepata kusema mara nyingi, ni kijiji kimoja tu kinaitwa Nyamuso. Huduma zake ziko mahali pamoja. Lakini kwa utawala wamekwenda wamegawa katika vijiji 3. Tuna watendaji 3. Huduma za central ziko pamoja. Tulifanya hivyo kusema tunapeleka huduma karibu na wananchi. Kwa hiyo mwananchi kama ana shida, anajua kuna kiongozi atakapoanzia pale kwenye kitongoji. Kwenye kijiji na mwenyekiti na serikali yake na mtendaji wa kijiji, kwenye kata kuna viongozi, kwenye wilaya kuna viongozi, kwenye mkoa kuna viongozi, na serikali huku juu wapo viongozi. Lakini sasa hivi kwa lugha tunayozungumza imefikisha wananchi mahali wanajua ni mtu mmoja tu. Mtu mmoja ndio anaweza kufanya kila kitu. Uone wananchi hata vijijini, ukiwa na shida, waandishi wa habari wakienda kuzungumza nao, wanasema tunaomba rais atuangalie kwa jicho la 3. Wanao viongozi pale, lakini hawaendi kwa huko. Sasa tunafundisha democracy ama tunataka kurudisha usultani na ufalme? Maana democracy tuanzie kule. Kwa hiyo nadhani tathmini hizi tuwe tunazifanya. Ya mwisho, umoja na amani na nchi yetu.
Demokrasi katika nchi hii ni lazima iimarishe umoja wetu, amani yetu. Kama hiyo demokrasi hailindi amani yetu na umoja wetu, haitufai. Kwa sababu haya ndio msingi. Lakini sasa tumekuaje? Naona siasa zetu zinaingilia umoja wetu, zinaingilia amani yetu.